La 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 da da la 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 la. Mapenzi, mapenzi. Samuel. Ushaitoa mimba? Hapana, sikutoa mimba. Na wala hata mimba sijakupata. Okay. Na vipi mzunguko wako sipo kawaida? Maana kwamba unaingia kila mwezi. Naingia kila mwezi na tarehe yangu ni ile ile, haijakubadilika. Na haujawahi kutumia njia yoyote ya uzazi mpango? Hapana, sijawahi kutumia. Okay. Sasa Samuel, vitu hapo vinaonyesha kwamba tatizo lako hautaweza tena kushika ujauzito maisha. Samahani dokta, unamaanisha nini? Namaanisha kuwa hauna kizazi. Unamaanisha kwamba mimi siwezi kupata mtoto maisha yangu yote? Yeah. Hautaweza tena kushika ujauzito. Basi pole sana dadangu. Mani dokta, naomba unisaidie. Mimi natamani kumzalia mume wangu. Natamani kupata mtoto. Naomba unisaidie kama labda hata kuna dawa au kuna chochote ninachoweza kufanya. Mimi niko tayari kufanya hadi tunipate mtoto dokta. Naomba unisaidie. Kwa tatizo lilokuwa kunalo dadangu, hamna kitu yote ambacho tunaweza tukakupatia ili upate ujauzito. La 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 da da la 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 la. Mimi sidhani kama ni maamuzi sahihi uliokuwa unataka kuyafanya. Na wewe sio wa kwanza kwenye hii dunia kukutwa na hali kama hiyo. Wapo watu wengi sana ambao wanaweza kubeba mimba. Mke wangu, huu muda inatakiwa tumombe sana Mwenyezi Mungu aweze kutujalia juu ya ndoa yetu. Na kama Mwenyezi Mungu ametupangia tuweze kupata mtoto, basi hakuna ataweza kulizuia hili. Na ikiwa Mwenyezi Mungu amepanga tusiweze kupata mtoto, pia hakuna ataweza kulizuia hili. Tutapata japo kwa kuchelewa. Mimi naomba tutumie muda tumuombe sana Mwenyezi Mungu atujalie juu ya ndoa yetu. Na nikwambie kitu mke wangu, mimi nakupenda sana. Na ninakuahidi siwezi kuachana na wewe mpaka mwisho wa maisha yangu. Nakupenda sana mke wangu. Mapenzi, mapenzi yanaliza mapenzi. Mapenzi, mapenzi yanauma mapenzi. Oh, mapenzi, mapenzi yanaumiza mapenzi. Usiombe kutendwa, usiombe kuumizwa. Dada, vipi? Mbona kama uko sawa? Una shida gani? Wala usijali shemeji yangu. Kuna mambo madogo madogo ya kifamilia tulikuwa tunajaribu kuyaweka sawa.
na nikuombe kitu. Naomba mwangalizi juu ya dada yako na uwe naye sana makini. Sawa. Somoe. We Somoe. Haya, una nini? Maana sio kawaida yako, yaani uje uishie hapa nje, usiingie ndani. Na ninavyokuona sura yako haina tabasamu, kuna shida gani? Kiukweli dada, mimi naomba nidai talaka nirudi nyumbani tu. Hey. We Somoe, mbona umeongea neno zito? Talaka? Haya, kinachokufanya mdogo wangu dai talaka nini haswa kosa kubwa? Mapenzi. Dada, unajua mimi na miaka mingapi kwenye ndoa yangu? Najua. Lakini miaka yote hii ambayo niko kwenye ndoa sina hata mtoto. Na hilo sio tatizo. Tatizo mimi nimeenda hospitalini dada. Nimeambiwa sina uwezo wa kupata mtoto, yaani kiufupi mimi sina kizazi. Sina uwezo wa kumzalia mume wangu. Lakini Somoe, mimi labda nikwambie kitu mdogo wangu. Mimi sidhani eti kukosa kizazi ndio wewe kuna kufanya udai talaka. Sidhani. Kwa dada, wewe sababu hiyo kabisa. Haya, niambie. Mimi hapa nipo sina uwezo wa kubeba mimba. Niambie hii jamii mimi inanichukuliaje? Kwa muda ambao nimekaa na mume wangu, mimi najua mume wangu furaha yake nini. Mume wangu anataka mtoto. Na hiyo ndio furaha ya mwanaume yote kwenye ndoa. Mimi na watu wananizunguka dada, wananichukuliaje? Naumia sana. Ni bora tu ndai talaka nirudi nyumbani. Nionekane tu mimi sina mahusiano, sina ndoa, labda hamna mtu atakayenijaji kwa hali yangu nayopitia. Usiseme hivyo mdogo wangu. Mimi najua unavyojisikia. Najua unayoyapitia. Lakini yote sikufanye wewe ndio upate sababu ya kudai talaka. Mdogo wangu, ndoa sio kitu cha mchezo. Kuna wanawake chungu mzima wanatamani kuingia katika ndoa. Wanakesha kwa waganga huko. Wanamaliza kila vitabu ili wapate ndoa. Mdogo wangu umeipata ndoa nataka kudai talaka? Eti kisa kizazi? Alafu hivyo vipimo unavyovizungumza wewe vimetengenezwa na binadamu. Kwa kuna muda vinakosea. Sio kwamba eti ulivyoenda kupima kuonekana hivyo ikawa ni kweli. Muda mwingine vinadanganya. Na kingine mdogo wangu unavyodai talaka, ardhi na mbingu vinatetemeka. Malaika wa heri wote wanakaa pembeni wanakuogopa. Wanakuona kama shetani. Mdogo wangu hapana. Sasa kama Mungu alikuwa analiona hili, kwa nini ameniacha kipindi chote hiki? Na mimi lazima niamini hayo majibu kwa sababu sioni hata dalili. Haya dada, huko kote mbali. Hivi ndo mume wangu amepata mtoto nje ya ndoa. Unaona kuna upendo wote kati yangu mimi na mume wangu?
kuna ndoa yote inaweza kaendelea hapa? Hakuna. Yaani dada, sielewi, nimechanganyikiwa, sielewi cha kufanya. Hebu nisikilize, mimi kuna kitu nataka nikushauri. Dada, kwani na shida gani wewe? Yaani unaonekana kabisa uko mbali kihisia, uko mbali kimawazo, hauko sawa kabisa. Shida nini? Ni kweli mimi nina matatizo Salome, lakini ni ya kifamilia, yaani inanihusu mimi na mume wangu. Kwa hiyo kweli siko sawa. Sawa, nimesema shida ni ya wewe na mume wako, lakini mimi ni ndugu yako na nipo kwa ajili yako. Hebu jaribu kunishirikisha, labda naweza nikakusaidia kwa chochote. Naomba uniambie shida nini? Unajua mimi nina miaka 5 sasa kwenye ndoa yangu, lakini ndani ya miaka hii 5 sijawahi kuitwa mama. Yaani namaanisha sijawahi kuzaa wala sijawahi kupata mimba, hata bahati mbaya ikatoka. Mwanzo tulichukulia labda ni swala la kawaida, labda muda bado, lakini tulivyoona muda unazidi kwenda, tukashauriana na mume wangu kwamba tuende hospitalini tukaangalia shida ni nini. Tulivyoenda hospitalini ikaonekana kwamba mimi ndo mwenye shida. Yaani inamaanisha kwamba sina kizazi, siwezi kuzaa na sitakuja kuzaa kwenye maisha yangu. Pole sana dada yangu. Asante. Lakini nirejee kauli yako ya mwanzo. Ulisema kwamba nikwambie shida yangu na unaweza kunisaidia. Mimi na imani unaweza kunisaidia. Sasa wewe unahisi kwenye shida hii ambayo wewe unayo, mimi naweza nikakusaidia nini? Unajua nimetafakari sana mara mbili hili swala kabla sijaja kukuambia. Na ninachokuomba usije kanifikiria vibaya. Unajua ni ndugu yangu, tena tumbo moja damu moja. Pia ni mapacha na tunafanana kila kitu. Mimi nachoomba unisaidie uzae na shemeji yako. Usiombe kuumizwa, usiombe nini? Yaani mimi Salome nikashiriki tendo na shemeji yangu, alafu tena ni bebe na mimi nizae? Wewe hapana. Hapana. Hicho kitu kiwezekani, never. Mimi nina akili zangu timamu ndio. Na unafikiri kwa nini nimekuambia wewe na sijamwambia mtu mwingine? Kwa sababu naamini kwako nitapata msaada. Hebu jaribu kufikiria hii hali nilokuwa nayo mimi. Hivi kwa mfano, ukasikia shemeji yako amepata mtoto nje ya ndoa, utajisikia vizuri? Au unahisi kuna upendo utaendelea kati yangu mimi na mume wangu? Haiwezekani. Ni lazima mapenzi yake yote atapeleka huko nje. Na mimi hapa nilipo sitaki kumpoteza mume wangu. Naomba unisaidie. Wewe mimi ni pacha yangu.
damu moja na tunafanana kila kitu. Ninaamini ukibeba mimba wewe na ukazaa mtoto, yaani kabisa copyright ni mimi, na hata kama kifanana na baba yake sio mbaya. Na unataka mimi ili swala nikamwambie nani? Mimi maana yangu ni moja, ndugu yangu. Ninachotaka mimi hii damu isiende mbali. Pia nimpe furaha mume wangu. Sitaki kuipoteza ndoa yangu, naomba unisaidie kwenye hili. Nakuomba nisaidie. Unajua hii situation ambayo nakona nayo hapa ndani, nahisi kama wewe hauko sawa kiakili. Usijue kana nakutukana, ila utakuwa una tatizo kwenye ubongo wako. Wewe unahitaji mwanasaikolojia. Kama sio hivyo, unahitaji maombi. Tena ya kuingia hasa kwenye kichwa chako. Hivi unawezaje kusema haya yote afu kaongea kwa wepesi kiasi hicho? Mimi ninavyomjua shemeji yangu anakupenda sana. Hayo mawazo yako kusema sijui anaweza katoka nje kafanyaje, sidhani kama anaweza kufanya kitu kama hicho. Kama mmekaa miaka 5 hamjapata mtoto, ndio ataweza kufanya kwa sasa hivi? Alafu kitu ambacho hujui, haya ni majibu tu kayatoa binadamu. Wewe unachotakiwa ni kupiga goti, kuongea na Mungu wako akusaidie. Hakuna kitu kinachoshindikana. Lakini wewe uniambie mimi sijui nitembee naye. Alafu mwisho siku inakuwaje? Sawa, nimebeba mimba, nimezaa. Hivi unaona hii nini? Hii ni siri ni nini au inakuwaje hapa? Hili swala litabaki kuwa siri yangu mimi na wewe. Si mume wangu, si ndugu, si mtu yoyote atakayejua kwamba sisi tumefanya mchezo kama huu. Mimi naona wewe unataka kucheza na mwili wangu. Mimi unavyoniona hapa, natamani kupata mume wangu nimzalie. Haya, ndo nimemzalia mume wako. Kama ndo mtoto ndo huyo. Mimi atanizalia nani? Naomba unisikilize. Naomba iwe mwanzo na mwisho kuniambia hii kauli yako ulioniambia hapa. Mimi sitoweza hata siku moja kuja kutembea na shemeji yangu eti kisa wewe umpe furaha. Siwezi. Kama nilivyokushauri, kaa chini ongea na Mungu wako, acha kuongea ujinga. Na endapo ukiendelea kuongea ujinga wako, nitamwambia shemeji. Salome. Mdogo wangu, nimekuja kwa mara nyingine mbele yako ili uweze kunisaidia. Naomba unisaidie niweze kuokoa familia yangu na kuipa thamani ndoa yangu. Maana ya familia ni baba, mama pamoja na watoto. Lakini mimi Mungu hajanijalia kuwa na watoto. Ndio maana niko hapa kwa ajili hiyo. Naomba unisaidie. Naomba sana unisaidie mimi kulinda thamani ya ndoa yangu. Nampenda sana mume wangu. Nakupenda na wewe pia mdogo wangu. Lakini pia naipenda sana ndoa yangu. Naomba unisaidie kwa hilo. Naomba nipishe, nataka nilale. Sawa, mimi nakupisha ulale. Lakini naomba ikifika asubuhi tuweze kuongea kuhusu hili swala. Mke wangu, ina maana utaendelea na hiyo hali mpaka lini? Ni kwa nini unakosa furaha? Kwa nini unakosa amani ikiwa mume wako nipo sambamba na wewe? Naomba nikwambie kitu mke wangu. Naelewa fika thamani ya ndoa jinsi ilivyo. Familia ni baba,
mama na mtoto, lakini Mwenyezi Mungu hajatupa bahati ya kuweza kupata mtoto mpaka sasa. Lakini sijachoka kukupenda, sijachoka kuonesha mapenzi yangu kwako, ila inabidi utambue unaudhoofisha sana moyo wangu kwa yale ambayo unakuwa nayo. Kwa nini unakosa furaha? Kwa nini unakosa amani, mke wangu? Nina uwezo wa kunyima furaha ya kidunia, lakini nipo tayari nikupe furaha ambayo unastahili kuipata ndani ya hisia za moyo wako, ikiwa wewe ndio furaha yangu na ikiwa wewe ndio kila kitu kwangu. Labda nikwambie tu, mke wangu, mimi nakupenda sana na nitakupenda kwenye maisha yangu, kwa sababu wewe ndio sehemu ya moyo wangu na ndio sehemu ya maisha yangu. Mpaka sasa nimeshindwa kukuchiti nje na watu wengine, kwa sababu unapenda kulinda amani na thamani ya ndoa yangu. Hebu naomba unielewe ninachokimaanisha, mke wangu. Sitaki uwe katika hali kama hiyo. Ukiwa una furaha, unaudhoofisha sana moyo wangu. Hebu naomba onyesha furaha hata kama ya uongo mbele ya mume wako. Mbona nakusupport juu ya mambo yako, mke wangu? Kwa nini upoteze furaha yako? Kwa nini upoteze amani, ikiwa wewe ndio kila kitu kwenye maisha yangu? Mimi nakupenda, mke wangu. Tafadhali. Labda nikwambie, inaweza ikawa sio wakati sahihi ambao Mwenyezi Mungu ameupenda sisi tusipate mtoto, lakini kama muda na wakati ambao utaofika Mwenyezi Mungu ameupenda, sisi tutapata mtoto ndani ya familia yetu na tutakwenda kukamilisha maana ya familia. Lakini mimi sipendi ukose furaha na amani ndani ya maisha yako, kwa sababu mume wako anajitahidi sana kukamilisha kila kitu ambacho unakihitaji. Basi anakuwaje unakosa furaha kama hivyo, mke wangu? Hebu naomba uweze kupumzika. Tafadhali nakuomba mami. Yanaliza mapenzi, 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 yanauma mapenzi, oh mapenzi, mapenzi, yanaumiza mapenzi. Usiombe kutendwa, usiombe kuumizwa, usiombe